Flaviana, mbona unapiga simu usiku sana? Una shida gani? Samahani bosi, nimeota ndoto mbaya sana juu yako. Kwa nikaona nikupigie ili nijue kuhusu usalama wako. Usijali, mimi nipo salama, na hiyo ni ndoto tu. Kuwa na amani, sawa? Sawa, ila pole sana bosi kwa usumbufu. Ila kabla hujalala, naomba usome dua. Naomba nikutakie usiku mwema. Sawa, usiku mwema. Na wewe vipi? Mbona hujalala mpaka sasa hivi? Una shida gani? Ina maana unahitaji mimi nilale ili uongee na kijakazi wako? Kwa hiyo kila siku mnaongea saa 9 za usiku, si ndio? Uona matatizo gani lakini? Amenipigia simu ameniambia kwamba ameota ndoto mbaya sana juu yangu. Kwa hiyo alitaka kujua kwamba nipo salama au sipo salama. Kuna shida gani hapo? Kwa hiyo kama mlinzi. Kwa hiyo ndoto tu anakupigia simu saa 9 za usiku. Hau mna ajenda ya siri ambayo mimi sijui. Aha. Nyinyi mtakuwa na mahusiano. Yaani kwenye akili yangu nilikuwa nawaza, ila leo nimethibitisha kabisa kwa masikio yangu. Sikia. Mimi sitaki kusikia hizo drama zako, sawa? Nikutakia usiku mwema. Salumki, yaani mimi naongea na wewe ndio usiku mwema? Hivi una shida gani? Jamani mwanangu kaoa. Msichana jamani mzuri. Kwa mwanangu maana sina taja kuuliza. Yuko wapi sa mwanangu wenyewe? Niamkie basi. Vipo mama, mbona mama jumba yetu bila taarifa? Na leo kuhusu ungeni ndani kwangu bila ruhusa yangu ni nani? Alafu wewe unanuka sana, umetokea wapi wewe mama wewe? Nadhani ndo mkwe wangu maana umechachuka. Na ndo nataka mwanamke kama wewe, uliochachuka. Yaani mimi na wewe pacha kabisa. Yaani mko nimepata. Kwanza mzuri. Una muonekano. Yaani mko nomtaka ndo kama wewe, afu ulivyochangamka ndo ninavyokupenda. Hivi unavyoniona mimi, afu jiangalie kuanzia juu mpaka chini. Mimi naweza nikaa mkweo? Hebu niangalie kwanza. Naweza nikaa mkweo mimi? Mama, tafadhali. Kama umpotea nyumba, naomba toka na negeti yangu sasa hivi. Si unanielewa? Flaviana! Flaviana! Abe! Hebu fanya haraka njoo. Wewe, aliyekuhusu uingize machini ndani ya nyumba yangu ni nani? Mbona unataka kiasi kunaongea jambo moja? Si nilishakwambia hakuna mtu wote kuingia bila ruhusa yangu. Kwa nini unje kuniuliza na mwingine ingiza tu mtu ananuka, sikatokea wapi huyu mama? Hivyo vitu una shida gani wewe? Lakini madam, alijitambulisha ni mama yake na bosi Sarungi. Ndio maana mimi nikamruhusu aingie. Pia niliogopa kuja naye, ndio maana nikamwacha aje mwenyewe. Mungu wangu. Yaani mundani na machizi. Yaani nidhani na wewe ni mtu mzima, kumbe ni chizi tu hata hujielewi. Sikiza nikwambie. Naomba umtoe mtu wako mundani. Kwanza kashaniharibia hali yao kabisa. Maana kaja si ananuka ni jasho, si ni kivumbi, si ni kinini, hata sielewi. Hawa wazee unatembea na vifaa mkononi na unanijua. Nitakuja nimfanye kitu kibaya nifie mkononi. Mimi sitaki kesi za ajabu ajabu. Ushanielewa? Naomba mtoe mtu wako sasa hivi. Nicheke kwanza. Hivi wewe binti, mimi nalokuambia natembea na kifo ni nani? Sikia. Kama unanichukia na kama utaki unione nyumbani kwako, basi utaniona sana. Maana sina ratiba kuondoka leo wala kesho. Maana hapa kwa mwanangu. Alafu wewe siona hata mmoja kunitoa mundani. Labda nitoke mwenyewe na sio nyinyi. Mmesikia? Namtaka mwanamke aniguse hapa. Flaviana. Naomba leke ile begi hapo chini. Alafu enda kaendelee na kazi zako. Huyu nitamshughulikia mwenyewe. Sawa madam. We binti.
Ilo begi langu lisikae chini. Kuna vitu vyangu vya maana. Tena ukatafute chumba kizuri na ukiandae. Eka ilo begi na nilikute salama. Sawa. Haya, karibu mama mkwe. Kama unapendelea hivi vitu, karibia. Maana ndio vitu ambavyo mimi navipendelea mkwe. Mbona vichache? Maana hivi natumia sana. Na hizi naziona chache sana. Kama kuna zingine mondani, lete. Hizi hazinitoshi. Alafu siku nyingine nitakuelekeza kitu ninachokunywa. Leo nitakunywa hivi ambapo nilivyovikuta, kalete na vingine mondani, naona hivi vitu nitosha. Usijali, maana hapa ndio kiwanda. Anza na hizi, zingine nitakuletea. Maana nilikuwa na hasira. Ila kwa jinsi nilivyokuona mke wangu, tunaendana sana. Wafiku unanikomoa. Mimi hivi ndio vitu vyangu. Leo nakunywa hivi na siku nyingine nitakuonesha zaidi. Ndani stoki siame, siondoke kokote. Tabaki humu, siondoke. Jifanya mjanja, mtoto wa mjini na mimi mtoto wa mjini vile vile. Wewe. Mwanangu. Mimi nikajua pombe unaziweza, kumbe wapi. Unataka kushindana na sisi na walala baa? Unajua kama mwenzako nimeachika kwa ajili hiyo. Unataka kushindana na mimi? Ona kiko wapi? Sarungi, ni nini hiki unachokifanya? Yaani umeingia leo tu unafanya ujinga kama huu kweli? Unafikia tu kumlewesha mkweo kiasi hiki? Alafu huyu ni mke wa mtoto wako. Wewe mbona una hata haya? Hata basi ile chembe tu ya aibu wewe una. Wewe utabadilika lini? Sarungi, nakuheshimu. Tena nakuheshimu sana. Usisaulishe kama mimi hapa niko mwanangu. Alafu kuhusu binti, mke mwanangu alikuwa na furahi tu. Alafu akujua kama mimi ndo mtengeza pombe mwenyewe. Nimemuonesha jinsi ya kunywa pombe. Hapo unachoshangaa nini? Na kuomba uniache. Ndio kwanza nimefika leo. Sitaki unipotezee muda yangu niliokuwa nayo. Tafadhali nakuheshimu baba Sarungi. Wewe kana ya kwako na mimi nimefuata ya kwangu. Tusifuatiliane. Sikia nikwambie. Siwezi kukaa sehemu moja na wewe. Na kama ungekuwa unataka kutambulishwa, basi ungesema mimi nimeondoka, alafu ndio ungekuja. Alafu sikia nikwambie. Naomba ubebe vilago vyako mara moja na uondoke huko ndani. Siwezi kukaa nyumba moja na wewe. Wewe una kichani? Niondoke ende wapi? Ndio kwanza nimekuja leo kuja kutambulishwa. Wataka kuniondoa nipeleke wapi? Kwanza huyu mwanangu amelisi tabia zako. Na ndio maana ameoa bila kutuambia sisi kama ulivyofanya wewe. Ila ninachoshukuru kama mwanamke alochangamka kama mimi. Nadhani na Sarungi nitamnyosha hatakuwa kama wewe. Sikiza nikwambie, sawa? Ungetaka kutambulishwa au ukitaka kutambulishwa, subiri mimi nimeondoka huko ndani, alafu wewe ndio utakuja kwa muda wako wewe. Lakini sio mimi niko humu na wewe unakaa humu. Nea, sikia nikwambie, sawa? Siwezi kukubali uharibu furaha ya mtoto wangu. Alafu kama ulimtesa ni kipindi kile, Sarungi bado mdogo. Lakini kwa sasa hivi siko radhi kuona unafanya ujinga wowote katika maisha ya mtoto wangu.
Alafu sikia nikwambie, nitakula sahani moja na wewe, na siwezi kukubali wewe ubaki katika hii nyumba unalibia mtoto wangu. Sasa basi itajulikana kati yangu mimi na wewe nani baba katika hii nyumba. Alafu tukijua sasa, hii game ndo kwanza inaanza, wala hitaji VAR. Yaani wewe kama ukuwa unanimiliki zamani, sio sasa. Kwanza mtu mlikuwa mshamba, sio mwanaume kama nilivyokuwa naye mimi. Muone kwa kawa anataka si unaambie una lolote. Kwa mwanaume gani? Niache kufurahi mimi nyumba mwanangu kusikize wewe. Wewe nenda ushapitwa na wakati. Mama, kwa kweli nimevutiwa sana na wewe. Ndio maana mama nikulete hapa ili tuweze kuzungumza vizuri. Unajua mule ndani hakuna mtoto anafanya tabia na mimi zaidi ya kwako wewe. Kwanza nashukuru sana Mungu kukuleta wewe. Maana tushaanza kuwa marafiki. Ndege afana nao ndio luka pamoja. Kwa hiyo mimi naona kabisa nimefanana na wewe. Kwa hiyo kuanzia leo nataka urafiki wetu wa damu kabisa. Siri yako siri yangu, siri yangu siri yako. Sawa mamangu? Hata usijali, maana hivi ndio vitu vyangu. Hata babake Salungi tumegombana kwa sababu ya mambo haya na tumeachana kwa sababu ya kunywa pombe. Lakini alivyoniacha nilimpata mwanaume mwenye tabia kama yangu. Anajua starehe. Lakini kafa. Pole sana mamangu. Ila kuhusu hilo swala wewe usijali. Mimi nitakusaidia kupata mwanaume mzuri ambaye ataendana na wewe. Kwa sababu unajua hili jiji la Dar kuna wanaume wengi sana wazuri. Tofauti na huko kwenu Morogoro. Kwa hapo kuna jiji la starehe. Utapata mwanaume mzuri na wa maana sana. Atakusaidia kwenye maisha yako na kila kitu chako kitaenda sawa. Kwa kuhusu hilo, wewe niachie mimi usijali. Asante sana mka mwanangu. Maana hapa unaniona sina hata mwanaume na sijai kutongoza tokea afya mume wangu. Yaani nina shida ya mwanaume hatari. Kinifanyia mpango wa mwanaume nitakushukuru sana. Usijali mama yangu. Hiyo kazi niachie mimi. Ila kitu kingine, tukiwa tunatoka, chochote kile utakachokiona na kifanya mimi nje, usijue kumwambia mume wangu. Yaani wewe kaa kimya, tena ikiwezekana nitakuwa nakupa hata hela kidogo ili ufanye matumizi yako ili ufunge mdomo wako. Na ukiweza hilo, basi nitakushirikisha mpango wangu mzuri sana unaokuja mbele zaidi hata huu unaofanya hapa. Mimi tena kuhusu pesa, hata usijali. Mimi mradi unipe. Siongee chochote. Na usichokijua. Haya mambo nayofanya sasa hivi, mimi nimefanya sana. Nisharuka sana, nishakesha sana, nimelala nje sana. Yaani mimi, Enzo siniogope. Baby, mbona umechelewa sana? Ulikuwa wapi? Nilikuwa namalizana na washikaji kule juu. Alikazaka nilikuwa namalizia kinywaji changu. Shikamoo mama. Mbona niamkia? Mimi bado mdogo sana. Tena na miaka 13 tu. Hata usijataza kwana ukawa mkubwa kwangu. Haya bwana. Mo, huyu ni mamangu mkwe. Mamangu mkwe ni mzungu sana. Hana shida kwa hiyo kwa uolo. Mama, huyu ni Mo, ni mwanaume wangu. Asante kwa kukufahamu. Baby, ngoja kwa niende chooni mara moja. Nakuja sasa hivi. Sawa. Angalau usiibiwe huko. Baby, naomba nipe namba la mnyama. Nipe namba bwana, acha kushangaa nini?
Wewe mkubwa, eneo vipi? Yeye kanipa namba gani? Ngoja niangalie. Inaita. Asante. Hivyo binti una shida gani? Muda wote tumekaa hapo nje tunagonga mlango, wewe umekaa tu ndani. Watu wanapita watuangalia sisi. Au ni yako nataka tuonekane wezi, si ndio? Samahani madam, lakini nilikuwa nafanya ibada ndani ndio maana nimechelewa kutoka. Hivyo ni mpumbavu Kwa hiyo Mungu wako ni muhimu sana kuliko sisi, Na kama Mungu wako ni muhimu, kwa nini umwambie akupe mshahara kila mwisho wa mwezi unakuja kunililia mimi? Au wewe Mungu wako ni kipofu yaone shida unazozipitia? Sikiza nikwambie. Masuala ya kuniambia mimi unafanya ibada uaga siyataki kabisa katika nyumba yangu. Si unaelewa? Hizo ibada zako nataka fanyia huko kwa nile sio hapa kwangu. Langae kwa mulaki kwanza kati ndalo buyu. Sikiza nikwambie. Kwanza hapa nilipo nina njaa na mamangu ana njaa. Kwa unapofanya ukatondea chakula. Sasa hivi. Lakini madam bado sijamalizia kupika. Wewe mjinga. Wewe mfanya kazi kutoka mkoa gani? Yaani mpaka sasa hivi hujapikia mabosi zako? Ulikuwa unakaa tu ndani. Unafanya nini? Na kama wezi kazi, sasa ukirudi nyumbani kwenu ukamsaidia mamako kulima. Unakaa tu kwenye majimba watu, unajaza choo. Sikia. Mimi nahitaji chakula. Tena nikiingia ndani nikipate. Usilete ujinga wako mimi. Sawa? Lakini kosa sio langu mama. Kosa ni la dada. Yeye mwenyewe anajua aliondoka humu ndani hamna chochote kile. Kwa nilikuwa nimekaa na wasubiri, nilivyoona mnachelewa ndo nikampigia bosi anitumie hela, ndo maana nimechelewa kupika. Hivyo unaongea nini? Alafu wewe unaona nakuchekea sana, si ndio Yaani kila siku unavyoongea kwa mdomo hivi, unamita ila. Sasa ngoja leo nikufanyia kwa vitu. Kwa nini mpiga binti wa watu? Amewakoseni nini? Nyimbo namna hata haya. Alafu wewe Mama Sarungi, umekuja leo tu. Lakini tayari umeshakuwa kikwazo katika hii nyumba. Hivyo mzee unatafuta nini Huyu muda wote hajapika, kaka tu huko ndani anafanya kazi gani Achana na hilo. Tumekaa hapa getini masaa mazima, tunagonga geti. Yeye kaka tu huko ndani kagesha makalio yake. Unataka nimfanye nini? Nimemfundisha adabu binti yako. Wewe unapigwa nani ukikosea? Alafu mimi siamini kama uko ufungo nyumbani kwenu. Hivi kweli mwanamke sasa unajielewa unaondoka nyumbani kwako hapa umwachia tayari matumizi mfanya kazi? Utegemea wewe apike nini huko ndani? Alafu unakuja unapiga makelele kwamba chakula. Hivi nyinyi zinachaji kweli katika akili yenu? Sikushangai sana. Maana kuna wapumbavu kama wale ambao tayari wameshazeeka. Kama unaona huko ndani hakuna hela kula, kwa nini usimpe hela akapika? Au kwa nini usimpe makalio yako akapika? Iwe mwanzo na mwisho kuniambia kauli zako za kipumbavu na za kijinga mbele ya Flaviana. Alafu na wewe mama, hivi hata haya uone kweli? Huyu si mkweo. Matoka mavazi gani amevaa hivi? Si kama uchi kabisa huyu. Hata haya uone. Umrio sasa hivi wenzio wanakisha misikitini makanisani kuomba toba. Kuwa hata na haya. We baba we. Umetokea wapi? Alafu mimi nakuona sana unapenda kutufuatilia. Kilichokufanya mpige mka mwanangu kivipi? Kuhusu swala mavazi mbona amempendeza? Acha ushamba wako na mavazi yako ya kizamani bwana. Kama ulikuwa univesha mimi, watakumvesha na yeye. Wewe vipi wewe? Muangalie mka mwanangu alivyopendeza. Yaani mwenyewe amependezana. Wewe achana naye bwana. Huyu vipi wa wapi huyu? Mimi nimeamini wewe hata aibu uone. Alafu huyu ni mkweo. Au kupaswa tokinaye akiwa amevaa mavazi kama haya. Kuna wewe pamoja na wewe. Ila wewe kwenu kufundwa. Wewe ni msungo.
ila na wewe sikutabiri mabaya, ila mwisho wako utakuwa ni mbaya sana. Twende binti yangu. Nenda zako. Huyo mwana wenyewe kashindwa kunitoa, utanitoa yeye kikaragosi. We nani mundani? Mimi ndo kila kitu mundani. Usijali binti yangu. Huyu mzee bado sijamalizana naye. Wazazi wangu, kwanza naomba mnisamehe sana kwa sababu harusi yangu ilikuwa ni ya ghafla sana, na kama nilivyowaambia, nitakapomaliza kufunga ndoa nitawaita ili mradi kuja kuwatambulisha mke wangu. Na bahati nzuri sijaoa bila kuwapa taarifa. Niliwapigia simu na mkaniruhusu kwamba nioe. Baada ya hapo nyinyi mtakuja kumuona mke wangu. Nawashukuru kwa sababu leo wote tayari mmefika. Huyu ambaye mnamuona hapa ni mke wangu, anaitwa Zainab. Zai, hawa ndo wazazi wangu. Yule pale ndo baba Sarungi na huyo hapa ndo mama Sarungi. Karibuni sana wazazi wangu. Cha kwanza nashukuru sana kwa wafahamu wazazi wangu, na nashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Napenda niwakaribishe. Hapa ni nyumbani kwenu, jisikieni uhuru na asanteni, na napenda sana wazazi wangu. Sarungi, yaani mmeoa mwanamke ambaye mzuri, mwenye tabia mzuri, yaani mwanamke ambaye yaani umeniridhisha, yaani mwanamke alochangamka, na ndio mwanamke nilikuwa namtaka. Asante mwanangu kwa kuniletea binti nilompenda sana. Hakika hapo mke umepata. Hapo kuna mke, hapo kuna matatizo. Katika kitu ambacho Sarungi amekosea ni kumfanya ushetani kuwa mwanamke wa ndoa. Na mimi kama baba siwezi kuwa macho nikaacha mwanangu apotee kiasi hiki. Sarungi, utanisamea kama nakukosea, lakini mimi baba yako siwezi nikakaa macho kuona wewe unapotea kiasi hicho. Nisipokuambia ukweli mimi, hakuna mwingine yote uje kuambia ukweli. Ni kweli mkeo ni mzuri, ana sura nzuri, ana muonekano mzuri, lakini hana tabia njema wala hana nidhamu. Hebu cheki mavazi gani kavaa haya, anakuja mtu sisi yuko uchi. Haya mongo yake atakiwa aone mwanaume wake, sio sisi. Sisi ni wako, sio mashemeji. Tafuta mwanamke mwingine uje unitambulishe, lakini sio huyu kinyago cha mpapule. Na kama umekosa mke, sema ni kutafutie mwanamke. Hivi mzee una matatizo gani? Maana kila kitu lazima ongee vibaya. Leo unamuongelea mkoo mbele ya mwanao. Kwani ana shida gani? Mbona kavaa nguo ambayo imemstiri kabisa? Wewe baba vipi? Mbona hujielewi? Acha mambo ya kizamani. Yule mkoo wangu amevaa kisasa. Baada ya kuunga mkono watoto ndo kwanza unadidimiza. Wewe baba aina gani wewe? Wewe ulivooa mbona haja kuingilia? Tena umeoa bila hata kusema. Kimya kimya kama hivi. Masarungi, katika kitu ambacho najutia katika maisha yangu ni kukufanya wewe kuwa mke wangu, wakati ulikuwa ni chombo cha stari yetu. Kwa hiyo mambo nilopitia mimi sitaki mwanangu apitie. Naomba nisikize mwanangu. Kama unahitaji kuishi maisha ya amani na yenye furaha, mpe talaka huyu mwanamke. Baba, nakuheshimu sana na wala sitaki nikuvunjie heshima mbele ya hichi kikao, lakini naomba utambue kitu kimoja tu. Nimekuita hapa kuja kukutambulisha mke wangu na sio kuja kunipa ushauri kwenye ndoa yangu. Kwa hiyo nakuomba uniache na ndoa yangu. Nimeshakutambulisha. Kama unaweza kuondoka, unaomba kuondoka ukaniachia hii nyumba yangu. Safi sana mwanangu. Hayo ndo maamuzi ya kiume. Na si kumfuatisha baba yako. Utakuja kuacha wanawake kisa baba yako. Mwache tu anitukane mimi, maana ndivyo alivyozoea.
Nini wewe? Hebu acha watoto wavopendezana waone. Hai, umeshushuka shuu. Hao wanaondoka majumbani kwao ndio walivyowapendeza. Wewe kama unataka useme tu. Nikutake nini bwana, ushaishiwa wewe. Ushapitwa na akate. Tuache kuchukua watu wa maana tuchukue mtu kama wewe. Hapa urudi ng'oo kwa taarifa kama alikuwa anataka. Salungi, acha kufanya babako sababu sijakipenda. Yaani mimi nina tabia mbaya. Kama tabia mbaya za kwangu wewe zinamhusu kitu gani? Mbona tabia zako watu tuzongei? Yaani hili leo ulifanya leo. Akija kurudia tena, nitakuja kumfurahisha. Kwanza naomba unisamehe mimi. Lakini pia namuombea msamaha baba yangu kwa hicho ambacho alichokufanyia. Ila mke wangu, wewe unakosea sana. Kabla mundani hatujatoka mimi nilikwambia, hauwezi ukatoka na hizo nguo alafu tukaenda pale kwa wazazi wangu ukiwa na hizo nguo. Nilikwambia ubadilishe lakini ulishindwa kunielewa. Na ndio maana baba yangu akakujibu vile kwa sababu hizo nguo zako ulizozivaa. Baba yako ni mshamba. Kwa nini hizo nguo zina ubaya gani Mbona mama kanisupport akasema nguo mzuri? Kwa nini anyambia nguo nilizovaa mbaya? Kwa hiyo nataka nivae migunia au? Nimesema hivi, huko ndani kwangu simuhitaji tena. Yaani ufanye babako huko ndani kwangu aondoke. Kama kutambulisha tayari tumeshajuana. Kila mtu afanye mambo yake. Aondoke zake huko kijijini. Yaani full stop nishamaliza. Swala la kuondoka babangu hapa ndani ataondoka. Kwa sababu alija kukaa hapa milele. Lakini mimi babangu sijamuona muda mrefu. Kwa hiyo hata mimi pia nimemiss kukaa naye. Kwa hiyo hapa nafikiri atakaa ndani ya siku 2-3 baada ya hapo ndo ataondoka zake. Hawezi kuondoka kesho. Kesho aondoke huko ndani. Kama umemiss basi ndani yako kijini kakae naye. Ukichoka utarudi. Na kama utaki aondoke huko ndani kwangu, basi mimi nitaondoka. Nitarudi pale babako atakapoondoka. Na hisi leo nitakuwa furaha yako. Zai, naomba unisikilize kwa makini sawa? Mimi ndo mume kwenye hii nyumba. Babangu hapa haondoki na wala wewe huondoki kwenda pale popote pale. Sasa wewe nyanyue miguu yako kesho uondoke uone nitakachokufanya. Wajifanya mjanja Sawa, ila nitakufurahisha. Halo? Nishafika hapa mpenzi wangu. Paulo pomwelekeza boda. Kwani kwako sio mbali mpenzi? Hapana. Ni hapo nyuma tu. Basi twende. Ninayo moyo umechoka kwa upendo uliochoka. Flaviana! 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 Henu mpumbavu yuko ndani afu mlatu namuita mimi anitikii. Ngoja nikamuonyeshe. Wewe mpuuzi. Muda wote napiga makelele nje na kuita wewe. Ulikuwa unisikia au? Unanikosha sauti yangu au umeshaanza kuleta dharau ndani ya nyumba yangu Nilikusikia madam, lakini nisingeweza kukatisha sala kwa ajili yako. Wewe mpumbavu Kwa hivyo ibada zako ni muhimu sana kuliko shida zangu Hivyo mimi tunanitafuta nini wewe? Unataka kila siku tulizane kuishi humu ndani? Nisikize nikwambie. Kama wewe Mungu wako ana muhimu sana katika maisha yako, kwa nini unamwabudia kila siku? Anakupa mshahara kila mwezi humu ndani kwangu ukaondoka. Hapana madam, usiongee hivyo. Mungu hahitaji chochote kutoka kwetu, ila sisi ndo tunahitaji vitu vingi sana kutoka kwake. Hiyo pumzi unayoilingia ipo siku ataichukua na utapata hasara sana kama ulikuwa umwabudu.
Kwa hiyo wewe unaijua sana dini kuliko mimi, si ndio? Sikiza nikwambie. Hayo mawazo yako na maneno yako ya kijinga katafuta jingo zako uambie. Hiyo sio mimi. Alafu nakupa dakika 5 tu. Nataka kuwatafutia vitu vyangu nataka kutoka. Sasa ole wako usiende kutafuta vitu vyangu. Uone nini nitakufanya. Na naomba nenda sasa hivi kutafutia vitu vyangu. Sawa madam, taenda lakini mpaka nimalize ibada kwanza. Wewe. Na hizo unijui vizuri. Wewe ibada za kusaidia kitu gani kwanza? Unataka kufanya ibada, unanuka njaa hapo ulipo. Unakaa ibada, Mungu anakusaidia nini katika maisha yako? Na ingia ndani. Sasa ole wako nitoke nikuta wewe unasafisha viatu. Uone nini nitakufanya. Vipi? Kwanza Omega unaenda wapi? Kwa sababu mimi namheshimu sana Sarungi. Alikadhalika namheshimu sana Zai. Kwa hiyo nahitaji kujua Omega kuwa unaenda wapi. Sijamwaga mtu wote. Kwa sababu walikopo nyumbani wote ni watoto kwangu. Siwezi kuambia chochote kwenda sehemu yote ile. Sawa. Ila naomba nikombe kitu kimoja tu. Katika mahusiano yetu mimi na wewe, naomba iwe ya siri sana. Sihitaji mahusiano yetu mtu yote ajue. Kwa sababu hili jambo mimi na wewe nahitaji tujue mimi na wewe tu. Alafu pia katika mawasiliano yetu tunawasiliana. Naomba kila kitu ukidelete. Alikadhalika na sasa hivi simu yako inahitajika ukipassword. Hata usio na wasiwasi. Kwani uniamini? Mimi nakuamini. Lakini hapa nilipo nalinda heshima yangu. Kwa sababu kama Sarungi akija kujua mimi natembea na mama yake, vile vile akija kujua kama mimi natembea na mke wake, hivi utanika katika hali gani mimi? Au utanika katika fungu gani? Niamini mama. Hatujui mtu wote kuhusu mahusiano yetu. Alafu naomba niwekeze chooni. Okay. Shuka tu, ingia mlango wapo. Sawa, naenda kujiandaa kwa ajili ya kuku. Ninayo moyo umechoka kwa upendo uliochoma. Ulinileta karibu sana, kisha ukacha jeraha. Nilitabasamu nikiumia, nikakukumbatia nikianguka. Raha ilikuwa kama asali, maumivu yalikuwa dawa kali. Niseme kweli sijui kwa nini unanivuta hivi. Unanivunja pole pole, unanijenga pole pole. Baby, mimi natoka mara moja. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Ni mara ngapi mke wangu nakukataza hii tabia? Kwa nini lakini unashindwa kubadilika hata kidogo? Yaani unajiandaa, unafanya kila kitu chako. Unashindwa kuniambia mapema, unakuja kunipa taarifa kwamba unatoka unarudi baadaye. Hii ndio heshima ya wapi? Tambua mimi ni mumeo. Unatakiwa kuniaga, sio kunipa taarifa. Sarungi, nilishakwambiaga hizo tamaduni kwenye maisha yangu hazipo. Kama unataka mwanamke wa kukuaga kila safari zake, basi wewe mke mwingine. Kwani itakuwa vizuri sana utamridhisha na babako. Zai, wewe mwenyewe unajua mimi ni kiasi gani ninavyokupenda. Nakupenda sana. Hizi siku 2-3 kwa babangu tangu alivyokuja, kuna vitu vingi sana ambavyo naviona kwa kweli sio vizuri. Lakini mimi nakutetea kwa sababu wewe ni mwanamke wa maisha yangu. Nakuomba basi badilika hata kidogo kwenye hizi siku ambazo babangu atakuwepo. Sawa. Ila nataka kujua unakwenda wapi. Hebu niache bwana. Mimi sina huo muda kukuaga wewe wala kukwambia naenda wapi. Kwa sababu unatokaga safari zako na wala sikuulizagi. Kwanza babako anakuita kwa sebleni, nataka mkaongee kitu gani mtaijua wenyewe. Ninayo penzi lako linauma linanoga. Ninayo penzi lako raha na maumivu pamoja. Ninayo usiniache nikizoea moto wako. Ninayo
Nakusikiliza baba. Mwanangu Sarongi, inawezekana kana kukosea kila siku kutokana na maneno makali ninayozungumza zaidi yako, lakini nazungumza hivi kwa sababu nahitaji kukunusuru. Narudia tena, yule mwanamke wewe hakufai. Na usichokijua wewe, tabia za mke wako na za mama yako zinaendana, kwa sababu hata wakati mimi namuoa mama yako, hata ndugu zangu pia hawakuwa upande wangu. Ndugu zangu wengi sana walinitenga, lakini nikaamua kumuoa mama yako kwa sababu nilikuwa nampenda. Na baada ya hapo, mama yako alinifanya visa vingi sana ambavyo hata nikikuelezea kwa ufupi sana, naamini utamchukia mama yako maisha yako yote. Lakini sitaki kukwambia yoyote. Ninachopenda kukwambia tu, tafuta mwanamke mwingine, uoe. Huyu mke wako mpe talaka, uondoke. Kwa nini baba unanilazimisha mimi nikuvunjie heshima? Kwa hapa tulipofikia sasa hivi, mimi naona sina kitu chochote kile cha kuongea na wewe zaidi tu kukuruhusu uondoke, rudi nyumbani kwako. Na kuheshimu sana baba, ila kwa hapa naomba unisamehe. Nimekuita hapa kuja kukutambulisha mke wangu, sijakuita hapa uje kunishauri kuhusiana na ndoa yangu. Baba, nampenda sana mke wangu, tena nampenda kuliko hata ambavyo wewe unavyofikiria. Kama wewe mama yangu alikuwa na tabia mbaya, alikuwa akusikilizi, ni yeye, lakini sio mke wangu mimi. Kwa hiyo ninachokuomba babangu, kuanzia hivi sasa hivi, panga safari uondoke nyumbani kwangu, sitaki kukuona. Yaani mimi nakueleza vitu vya maana na vya msingi, unanifukuza nyumbani kwako? Yaani leo hii mimi mzazi wako na mke wako ni bora kuliko mimi? Baba, vitu vya msingi vipi? Yaani unaiondosha furaha yangu, halafu unaniambia vitu vya msingi? Hivi ni vitu vya msingi? Mimi mke wangu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Halafu wewe unaniambia nimuache, halafu eti unaniambia unaniruhusu vitu vya msingi kweli? Baba, kabla hatujashikana mashati, kabla hatujafikishana mbali, naomba uondoke nyumbani kwangu. Nitakutumia nauli yako sasa hivi uondoke. Hivi kweli kabisa Sarongi, uko serious? Unanifukuza nyumbani kwako kwa sababu ya mwanamke tu? Baba, nipo serious. Naomba nyumbani kwangu uondoke. Tena unaondoka leo leo. Flaviana! Flaviana! Naomba umsaidie baba kukunja nguo zake. Baada ya hapo, naomba unisaidie kumsindikiza stendi, akapande magari ya usiku arudi zake mkoani. Sitaki kumuona nyumbani kwangu. Na kuna pesa nitakutumia. Ukifika kwa stendi utampatia. Mzee wangu, nikutakia safari njema. Nafikiri mimi na wewe tutaonana wakati mwingine. Tutakuwa tunawasiliana kwenye simu. Ukiwa na shida yoyote utaniambia. Baba, mbona ghafla hivyo unaondoka? Kuna nini kwani? Fata alichokuelekeza bosi wako, usije ukafukuzwa kazi. Yaani kwa kweli sikutegemea kabisa kwa hichi nichokutana nacho. Kwa hile misali za wahenga wanasema, ama kule ng'ombe amezaa kimaini, ili nimeshuhudia kwa macho yangu. Sikutegemea kama una ufundi wa kiasi hichi. Yaani hapa kitandani hadi uko unanitoa pumzi ya mama. Pumzi zangu zote ziko zinaisha.
Unajua kuna vijana wananishinda, lakini umeniweza. Sio uko vizuri sana. Nikusifie kwa hilo.